Audio Jungle. Shabash. Kuntu kabisa msikilizaji. Karibu kwenye kipindi chetu cha Dawati la Kilimo hapa 103.9 Must FM. Mie ni Clarence Majani. Leo tunaangazia bodi ya kudhibiti bidhaa za kudhibiti wadudu, yani the Pest Control Products Board katika lugha ya Kimombo. Katika uga wa maonyesho ya kilimo nazungumzika Kakamega Showgrounds, na kutana na mmoja wa wafanyakazi wao kwa jina Nicholas Mwenda, ambaye anajaribu kutuchorea taswira kamili jinsi ambavyo mambo yanaendeshwa. Naitwa Nicholas Mwenda. Nafanya kazi na Pest Control Products Board. I'm a compliance and enforcement officer. Pest Control Products Board is a government institution yenye huwa inashughulika na kuangalia ubora wa madawa. Tuko under Ministry of Agriculture. Kuna ofisi tofauti. Kuna ofisi ya Western Region, kuna ofisi ya Eldoret yenye ni North Rift, kuna ofisi ya South Rift yenye iko Nakuru, kuna ofisi ya Embu yenye hapo inasimamia Mount Kenya Region. Kuna ofisi ya HQ Nairobi, which is now kuna bado regional office. That is also the regional office. Kuna ofisi ya Mombasa yenye inasimamia Coast Region. Kazi yao ni ipi na kwa nini wanajihusisha na shughuli hii? Kazi yetu ni kuangalia ubora wa madawa. Tunafanya registration of pest control products, na pia huwa tunaangalia ubora wa madawa za kupiga kwa manyumba, kama za wadudu wenye wanaingia kwa manyumba zetu, kama kunguni, mende, viroboto na panya. Shughuli kubwa mnazojihusisha nazo ni zipi? Ile kazi kubwa yenye huwa tunafanya, kitu ya kwanza ni kusajili hizo madawa. Kabla dawa iuzwe Kenya, inafaa kuwa imesajiliwa na Pest Control Products Board. Makampuni tofauti huwa anakuja Pest Control Products Board HQ, that is Nairobi, wanapelekwa through the registration process, wanaregister dawa. Dawa ikiwa registered inapewa Pest Control Products Board number, na label inapewa in English and Kiswahili. Then kutoka hapo sasa tunafuatilia dawa. Ikiwa registered tunaifuatilia kwa mahali inauzwa, kwa Agrovet. Huwa tunaenda kwa Agrovet, tunaangalia kama hao watu wamehitimu. Mmiliki au muuzaji wa Agrovet anahitaji kuhitimu na anapaswa pia kuwa na viwango ama kiwango kipi cha masomo? Mwenye ana operate Agrovet anafaa kuwa amesoma mpaka at least certificate in agriculture or agricultural courses, ama kuendelea juu hata mpaka masters ama PhD. Then apart from that, we also do visit our farmers. Tunafanya farmer field days, tunawafundisha wenye wanafaa kutumia madawa zetu. Kuna group yenye huwa inafanya upigaji wa madawa kwa mashamba, inaitwa SSP, Spray Service Provider. Pia wao tunawatrain. Kuna group nyingine ya upigaji wa madawa kwa majumba zetu na mahoteli na banks and all that, ama kwa ofisi, inaitwa Pest Control Operator. Hiyo ni kazi yetu pia kuwa train on how to use the pesticide. In fact, we train people on safe use of pesticides. Then kwa different shows, exhibitions kama hii ya leo, huwa tunaenda hapo. But sisi kama serikali hatuna madawa zetu. Kazi yetu ni kama Kenya Bureau of Standards. Inaangalia ubora wa madawa, lakini ubora wa bidhaa tofauti, lakini hawana bidhaa zao kama maji ama sabuni. Kazi yetu ni hiyo sasa kama Kenya Bureau of Standards. Tunaangalia hizo madawa, ikiwa ni fungicides, insecticides, bactericides, kama zinafanya kazi vizuri, tunaidhinisha zinaenda kuuzwa kwa wakulima. Sasa dawa kama zipi ambazo mko nazo kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi kuna madawa aina tofauti. Kuna madawa za public health za wadudu wa nyumbani kama viroboto, panya, kunguni, mende. Kuna madawa za shambani aina tofauti za magonjwa, fungicides, bactericides tuko nazo. Kuna madawa za insecticides aina tofauti sana za mbalimbali za madawa ya wadudu, insecticides. Pia kuna madawa zingine zinaitwa biological control agents, zile za viumbe hai zenye organic farming ina promote. Hizo bado tuko nazo. Then apart from that, kuna zile madawa zenye gushi, zenye mbaya, pia tuko nazo kwa stand. Tunapoonyesha ile dawa nzuri inafaa ukaa hivi, ile mbaya inakaa hivi, kwa tuko nazo pia. Aha. Naona mnatembea na dawa gushi. Mnafanya nini dawa gushi? Gushi ni za kuelimisha wananchi. Tunakwambia hii gushi yenye watu tunashika kwa wauzaji wenye wanauza dawa mbaya, watu tunashika. Kazi yetu ni hiyo pia. Okay. Tunapeleka kotini. So tuko nazo pia. Ukienda kwa stand yetu utapata. Sasa wale ambao hawajaidhinishwa sasa na serikali. Yenye hawajaidhinishwa sasa, hiyo ni illegal. Ni gushi sasa.
hiyo tuko nao pia. So ukija kwa stand yetu na kuambia dawa zenye mzuri nafaa kukaa hivi, zile mbaya zinakaa hivi. So ukitembelea utakuwa una ufahamu, utaona ile mzuri venye nafaa kukaa na ile mbaya venye inakaa. So utakuwa unaweza tofauti. Ikiwa mkulima ameingia kwa Agrovet na anataka kujua ile dawa mzuri, ataangalia kama number one, Agrovet lazima ikuwe imelicensiwa na Pest Control Products Board. Kwanza hapo sasa, Agrovet yenyewe inafaa kuwa imeweka kimbandiko ya license ya Pest Control Products Board. That's number one. Number two, dawa yenyewe yenye ni mzuri inafaa kuwa na lebo yake imeandikwa English and Kiswahili. Zote mbili, si lugha moja. A direct translation of either Kiswahili to English or English to Kiswahili. That is one. Number two, hiyo dawa itakuwa na Pest Control Products Board number. Haitakuwa na KEBS. Madawa haikuangi na KEBS mark of quality. Inakuwa na Pest Control Products Board number. Inaandikwa PCPB in bracket CR. CR inamaanisha certificate of registration and then a four numerical digit number. Hiyo sasa utakuwa unajua vizuri hiyo product imepitishwa na Pest Control Products Board. Yes. Sasa nyinyi kama wale ambao mnashughulikia na mambo kama hizi, mambo ya madawa, challenges ni kama changamoto. Tuko na changamoto mingi. Changamoto ya kwanza ni wakulima wengi hawana ufahamu wa kusoma na kuelewa hiyo label. Kwa sababu label imetengenezwa such that unaweza isoma na uelewe. Wakulima wengi wetu wa Kenya hawajafikia kiwango cha kuelewa mambo ya label, lakini tunawafundisha. Hiyo ni challenge ya kwanza. Kama serikali ni kawaida, haifai kuwa kawaida, lakini ni kawaida kupata shirika za serikali mingi ziko na shida ya pesa. Kwa hiyo ni challenge kubwa tuko nayo. Ile challenge tuko nayo nyingine kubwa ni wakulima wa Kenya. Ngoja tuongee wa Kenya, hata nchi za Afrika hawako kwa vikundi. Kila mkulima analima kivyake. So inakuwa ngumu kuwafikia na kuwafanyia training. Challenge nyingine kubwa tuko nao ni hao wauzaji wa dawa gushi. Kuna wakora wengi na wanaingilia uuzaji wa dawa, na hiyo dawa sana sana ni zile za public za kutumia manyumbani. Hiyo ni challenge kubwa tuko nao. Ile challenge nyingine tuko nao kama shirika la serikali ni communication. Unapata communication haifikii mkulima kwa sababu tuko wachache. Kama sasa nimesema tuko ofisi 6 inji yote iko na 47 tuko na maofisi 6. Counties Kisumu kuna ofisi imeshika Western yote na former Nyanza province. Kuna ofisi iko North Rift imeshika mpaka huko Turkana. Kuna ofisi iko South Rift imeshika mpaka huko Tanzania. Kuna ofisi iko Nairobi imeshika county 9. Kuna ofisi iko Mombasa imeshika county 6. Kuna ofisi kwa Mount Kenya imeshika county kama 15. Kwa hivyo unapata bado hatujaenea mashinani sana. Kwa hiyo ni challenge kwa Pest Control Products Board. Na hapo kwa dawa bado ambazo zinauzwa sasa. Unaweza semaje? Mwananchi wa kawaida anaweza pata kwa bei ambayo ni nafuu. Unajua wengine wanadia wanasema yes, hiyo nao ni ukweli. Hizo madawa gushi ni kama bidhaa gushi zozote. Sana sana itakuwa bei rahisi. Lakini ile shida tuko nayo kubwa ni hata ikiwa dawa imeuzwa bei rahisi, shida yetu kubwa ni uzima wa mwili, uzima wa environment, mazingira na pia mimea yenyewe. Unaweza pata umeuziwa dawa mzuri, dawa gushi, pesa mzuri, lakini inaenda kuumiza nini? Mimea. Yes, na mimea. Unaweza kupiga inachoma mahindi, inachoma avocado, inachoma nyanya. So hiyo shida ndio kubwa sana. But obvious utapata zikiwa bei rahisi kidogo ushinda zile za kawaida. Lakini hatuwezi endelea zile madawa basi na kuumiza mazingira yetu na zinaumiza sisi ama mimea yetu kwa sababu inauza pesa kidogo. Wow. Yes. Jambo ambalo lingine ambalo unaona la maana ambalo tunaweza sema ni nini? Ningependa kusema kwamba tushirikiane wakulima tushirikiane na serikali. Watu wa Agrovet, agrodealers waingie kwa associations. Ndio tuone venye tunaweza hudumia wakulima, waingie kwa farmer groups. Ndio tuone venye tunaweza wasaidia. Then kila mtu akuwe vigilant. Ukipata dawa gushi usinunue kwa sababu inauza pesa kidogo. Yes. And then unaweza tufikia ukiingia kwa website yetu ya Pest Control Products Board, unaweza pata list ya products zote zinazohusiana hapa Kenya. Pia unaweza tufikia kwa simu. Kuna simu ya ofisi zote ziko hapa Kenya. Then kuna website yetu na pia kuna email yetu. Shukrani kwa kusikiliza. Haya yamekuwa makala ya Kilimo Biz ndio Form. Tukutane tena wiki ijayo wakati kama huu ambapo tutakuwa na mazungumzo mengi zaidi. Sema kwa mfano ni Clarence Magana hapa. Mpaka wakati huo na kutakia wakati mwema. Sasa hizi zote
mbaya zaidi unapata kuna lugha yenye eleweki. Apart from Kizungu, kuna lugha yenye haieleweki. So ya hizi kubaliwa kuuzwa hapa Kenya. Kwa sababu ina Kizungu